Moyo ulishinda ingawa kombe liliachwa njiani. Katika uwanja wa Amani huko kwenye marashi ya karafuu visiwani Zanzibar, Simba Sports Club walivalia silaha zao. Si silaha za chuma, bali za bidii, juhudi na moyo wa ushujaa. Leo hawakubeba kombe la CAF, lakini wamelibeba jambo kubwa zaidi: heshima, mapambano na upendo wa taifa. Wakiingia dimbani kwa kishindo, Simba waliongozwa na nahodha Hussein, mchezaji ambaye kila mpira wa hatari huonekana kama miali ya moto, lazima izimwe haraka. Pembeni yake ngome iliimarishwa na Shomari Kapombe na Chimalone, wakisimama kama kutaza mawe mbele ya bahari ya mashambulizi ya wapinzani. Jean Ahoua, jicho la kati la Simba, aliweka viatu vyake mahali ambapo mipango huzaliwa, akitawala dimba kwa ustadi, akitoa pasi za maana na kutafuta mwanya wa kila ushindi. Alisaidiwa na mashujaa kama Kamara walioshika usukani wa kasi, akili na umoja. Mbele ya safu ya washambuliaji walikuwepo masimba wa kweli: Elie Mpanzu aliyekuwa tishio langoni, Mukwala aliwachanganya walinzi kama upepo wa ghafla, na Joshua Mutale aliyebeba matumaini ya bao hadi sekunde ya mwisho. Wote walipigana si kwa miguu tu, bali kwa nafsi zao. Mashabiki wa Msimbazi waliimba kwa sauti, wakikaza ngoma hata wakati jibu lilikuwa gumu. Jezi zao nyekundu na nyeupe zilitanda kama bendera ya matumaini, zikisema tumeanguka kwa sasa, lakini si kwa milele. Simba wameonyesha kuwa ushindi si lazima uwe kikombe mikononi. Kuna vikombe vya roho, vikombe vya nidhamu, vikombe vya ujasiri, na hivyo leo wamebeba kwa fahari. Na kama walivyosema wahenga, Simba hulala chini lakini huchomoza na kishindo cha ngurumo. Mwaka huu haukuwa wao, lakini moyo huu ni wao daima. Watainuka tena, na wakati ujao Afrika itawasujudia kwa heshima. Simba si jina tu, ni roho, ni damu, ni taifa. Ubaya ubwela, tukutane kwenye comment section. Ulikuwa sambamba nami Ajmina Ibrahim, tukutane wakati mwingine.